mwanamke anaposema kwamba mimi nitamtii mume wangu kama kumtii Bwana, Bwana anayesemwa ni Yesu. Unaona? Bwana anayesemwa ni Yesu. Ya kwamba unasema kumbe kwamba utamtii mume wako kwa kila jambo, kwa mambo yote kama kumtii Yesu. Sasa hiyo sasa ni jambo gumu. Kwa wanawake wengi ni jambo gumu sana. Maana kumtii mwanadamu kama kumtii Mungu, maana Yesu ni Mungu. Unasema kwamba nitamtii mume wangu kama kumtii Mungu. Ni Mungu kwangu huyu. Ukifikia hatua hiyo, ukasema hivyo na ukakubali kuifanya, wewe utakuwa na ushindi mkubwa, na mume wako ukimtii kwa kila jambo kama kumtii Bwana Yesu. Kitakachofuata ni hii: mwanamume yule atavunjika, atakuwa mpole kwako. Ingawa kwa watu anaweza kuwa mtu tofauti, lakini kwako peke yake, kwako atakuwa mtu wa ajabu sana, mtu mpole. Hata ukimwambia kwamba lakini mume wangu, nilikuwa na jambo. Jambo gani? Tumeitwa kwenda kwa mkutano fulani na mimi naona kama nimechelewa tayari. Lakini heri kuchelewa kuliko kukosa kabisa. Sasa hapa tuko wenyewe. Mboga yangu hii sasa iko jikoni. Sijui jamani, mume wangu naomba tu unitazamie mboga. Jambo ambalo kwa wanaume hakuna, haiwezekani kabisa mwanamume kuweza kuachiwa mboga. Tena utakuwa mwanamke mpumbavu. Kwake atakuwa na mpumbavu. Lakini wale wanaoishi kwa sera, wale ambao wanaishi na waume zao kwa sera, mwanamume anapondeka, unamwachia kazi ya kuchochea, na anachochea, pengine ashindwe tu kukanga. Hiyo ndio utakunja ukuta. Lakini hatoki hata kwenda. Atakaa hapo anafanya kazi, maana mke wake amemwachia kazi, na huku ni ofisa mkuu kule katika ofisi ya serikali. Ni ofisa mkubwa sana. Lakini kumbe kwake, mke wake anaweza kumfanya mpaka anamfanyia kazi zingine. Mke wake anaweza kumfanya mpaka akamwoshea na vyombo. Mke wake anaweza kumfanya mpaka hata akamwambia kwamba usiende huko ulikokuwa unataka kwenda. Mimi naona kwamba usiende. Na haendi. Nasikia? Wanawake mnasikia? Tumia sera. Utakuta wanawake wenzako wengine watakwambia kwamba mwenzangu, kwani mwanamume ni ndugu yako? Yaani mwanamume umtii kama kumtii Mungu? Mimi siwezi. Hata siasa ya Rais Nyerere ilisema kwamba wanadamu wote ni sawa, watu wote ni sawa. Sasa wengine tena uweze kumtii kama kumtii Mungu. Wewe unisikilize. Kama ikiwa wewe utaweza kufuatana na wanawake hao kwenda kwake, utakuta kwamba leo anacheka, kesho makofi. Leo amefungiwa nje, kesho anahangaika hivi, hana amani. Amani ni ya siku 2, 3 imekwisha. Amani ni ya wiki 1, wiki ya 3 hamna. Mara zingine analala nje, mara zingine anakimbizwa hivi, mara zingine mateke. Lakini mwanamke ambaye ameamua kufanya taratibu hii ninayofundisha, unaishi kwa sera, kwa mume wako unampa sera, na sera yako ni ya Biblia. Mungu ndiye ameitoa, Mungu hakosei. Anasema kwamba umtii mume wako kama kumtii Bwana. Na kama vile kanisa linavyomtii Kristo, vivyo hivyo mwanamke amtii mume wake kwa kila jambo. Kwa kila jambo. Usichague kama hii naweza kumtii, hii hapana, hii. La, kwa kila jambo. Umtii kwa kila jambo. Na utashangaa, utakuwa na nyumba ya amani, nyumba ya utulivu, nyumba inayopendeza, nyumba safi. Mwanamke anakuwa na sera ya pili, anasema kwamba mimi nitakuwa maua ya mume wangu. Unasikia? Wanawake mnasikia? Unasema kwamba mimi nitakuwa, humwambii kwamba unajua mimi nitakuwa maua yako. Hapana.
Wewe hiyo ni jambo lako. Unasema moyoni kwamba mwanamume huyu mimi nitakuwa maua yake. Na unaposema kwamba utakuwa maua yake, maana yake ni kwamba utakuwa mtu ambaye ni kama maua katika nyumba hii. Makucha yako safi, nywele zako safi, maana wewe ni maua. Wanaume wanataka hiyo. Wanaume wanataka wanawake wasafi. Unakaa na nguo zako hizi ambazo unakwenda tu kule katika mnada, katika mitumba. Nipe hiyo. Unatumbukiza tu. Umekuaje? Acha hiyo. Saa ya kuchukua nguo na kutumbukiza tu namna hivi limekuwa dibwada, linaendelea huku na huku, unatembea linazunguka, inakuwa kama umevaa gunia. Usifanye hivyo. Wewe unasema kwamba unaona kwamba wanaume anaondoka, anamwacha mkewe pale, anakwenda kuwafuata wale wanawake wanaovaa vizuri, wanawafuata wanawake wasafi. Sema kwamba mimi na wewe sasa nitakuwa maua yake. Na unapokuwa maua yake, unampendeza. Wewe ndani ya nyumba yako unakuta kwamba unatengeneza kitanda safi, unafanya deki nyumba yako safi, unapanga vitu kila mahali pale, nyumba inakuwa kama maua. Unaona? Na hata nje tu umeweka majani kidogo vizuri, na hata nje pale nyumba zingine unaweza kukuta ukifika asubuhi unakuta vinyesi vimepangana hapa, vitoto vinakuja, moja naweka yake pale, mwingine naye yake pale, hakuna naye jali, kila moja na shughuli zake. Vinyesi hivyo vinakaa na mainzi wakati wote, mchana wote, na mwanamke ana shughuli zake, basi watoto nao wana shughuli zao za kutawanya, na nyumba haipendezi. Sasa mwanamume ambaye anajua mambo, napokuja naangalia vinyesi pale na bihesabu 1, 2, 3 tena iko hapo. Na hiyo nilipita asubuhi, kumbe mpaka sasa hakuna anayejali. Mwanamke ni mvivu, mwanamke ni mchafu, mwanamke hapendeki. Sasa tazueje mwanamume kama huyu kutembea nje? Anaweza, lakini watu wanatakiwa waishi kwa sera. Ni sera tu inafanya wanaume wanabaki nyumbani. Ni sera tu inafanya mwanamume anakuwa mwanamume ambaye anampenda mkewe. Maana mkewe amekumbe ana sera inayosema kwamba nitakuwa maua yake. Ukikuta hata maji akileta glasi yake anainua hivi. Uje uangalie mume wako wakati mwingine, ukimpa maji hivi anainua hivi. Anataka kuona uchafu au imeoshwaje. Na mimi napenda hiyo. Sasa kiangalia anakuta maji safi, glasi safi, vyakula vinaletwa na masahani masafi. Sio anaosha hivi bado vinadondoka maji, na huku anaanza kuweka wali na misili katika nyumba kama hiyo, ambapo maji na sahani inatolewa ndani ya maji, eti ni safi, imeoshwa, inakuja inadondosha maji, ndipo anaweka chakula na anamletea pasta Onyango. Mwangalizi, mimi ni mwangalifu sana. Naogopa sije nikapata radhi mbalimbali inayotokana na maji. Kwa hiyo uzuri ni kwamba masahani yakaushwe na yaweze kuwekwa katika uzuri, na yatolewe kule yalipokwisha kauka, ndipo vyakula vinawe. Mwanamke anasema kwamba nitakuwa maua yake. Kitanda safi, akitandika tu kitanda chake, viti vyake vimewekwa kwa uzuri mkubwa. Unaona? Unasikia? Mwanamke ambaye anaishi kwa sera. Baba akija katika nyumba anakaa namna hivi, anaangalia huku, anastarehe, anaona nyumba safi, nyumba nzuri. Ni sera tu inafanya mambo makubwa. Lazima uishi kwa sera. Kwa hiyo nimesema kwamba mwanamke ni lazima aweze kujua vitu hivi, na anapokuwa anaviingiza katika maisha yake ambayo amekuta kwamba mambo yalikuwa hayamwendei vizuri, sasa mambo yatamwendea vizuri. Sera ya 3 inasema kwamba sitataka kumpindua mume wangu. Sitataka kumpindua mume wangu. Unajua wanawake wengine wanajitahidi kumpindua mume wake ili aweze kuwa kama mume. Unadhani watu wawili wako hapa, huyu ni mwanamume, huyu ni mwanamume. Hala, haitakiwi hivi.
inatakiwa mwanamume awe moja, maana mwanamume ni kichwa cha nyumba. Sasa ikiwa wewe unataka pia uwe mume, ikiwa wewe unataka ukate mashauri makubwa makubwa, umgoji, hufai kuwa mwanamke, hufai. Na nyumba yako itakuwa na shida, kwa sababu mwanamume kwa kadiri alivyoumbwa, yeye ndiyo kiungo kikubwa ambacho inasimamia nyumba, na wewe unamsaidia. Sasa wewe ukiwa msaidizi, unabadilika, unakuwa wewe ndio mwenyewe, sijui mume wako sasa ndio anakuwa msaidizi. Wewe mara moja au moja kwa moja tayari unampenda mume wako. Hebu niwape mfano. Mwanamke mmoja siku fulani akajiwa, amefikiwa na wageni, majirani. Kamwambia kwamba Baba Mariamu, naomba msaada. Msaada gani? Unajua binti yangu anaolewa. Sasa tunataka binti yako huyu na mdogo wake wote ni wachukue waende kule Dodoma, mahali ambapo harusi itafanyika, ili wamsaidie mwenzao huko kwa mambo ya harusi. Mambo yamekuja kwa haraka, tulikuwa tujajiandaa vizuri, na hata watu hatukuwatafuta, na kwa kuwa ni jirani wa karibu, basi nimeona kwamba nikufikie, nichukue mabinti zako hawa ili waende. Yule mama anamwambia kwamba basi vizuri, sasa yani gharama za kwenda hiyo gharama usiwe na wasiwasi, gari liko kwetu, basi wataingia tu kwa gari wanakwenda. Muda gani? Baada ya wiki moja watakuwa wamemaliza, wanarudi. Watoto wale wakaitwa, Mariamu, hebu njooni hapa na mwenzako. Sasa huyu mwenzangu anaomba kwamba muende naye nyumbani kwake, chukueni nguo zenu, mnakwenda harusi. Wakati huu ambapo huyu mama anatoa ruhusa, watoto wanaondoka, baba alikuwa amekwenda safari, na baba alisema kwamba angekuja kesho. Ilikuwa safari ya siku moja. Aliondoka asubuhi na kesho atakuwa hapa. Na huyu mama sasa anamaliza jambo hili kubwa la kuondoa watoto wa kike ambao ni watoto wa baba. Ingawa ni watoto wa baba na mama, lakini mama huyu, kama ni mama mwenye hekima, kama ni mama ambaye anaishi kwa sera, asingeweza kuruhusu watoto waende, akaamua tu mwenyewe, watoto wakaondoka wakaenda. Ni aibu kubwa sana. Kwa hiyo angengoja mpaka mume wake akaja, na akasema kwamba angemwambia kwamba ungesubiri mmangu aje, baba yao aje, alafu akishakuja yeye mwenyewe ataruhusu. Mimi sina uwezo wa kuruhusu watoto waondoke waende mbali huko bila baba yao kusikia au kuelewa au kutamka. Nasikia ni jambo moja kubwa baya sana kuruhusu watoto wako kuondoka na baba yao yupo, na wewe unamaliza mambo makubwa kama hayo, unangoja. Mwanamke mmoja naye alifanya kitu kama hicho. Amekuja mtu mmoja kuomba viti, kwamba wana sikukuu nyumbani, tunaomba viti vyenu. Viti vyote vikachukuliwa. Viti vya meza ambavyo wanatumia kwa chakula, viti vingine vya akiba ambapo wageni wakija wanakaa. Mama akaruhusu vikaenda huko, vingine vikaenda kupotea. Baba alipokuja, viti vyetu viko hapa, sasa utakula wapi? Nani anachukua viti vyetu? Anasema kuna watu walikuja hapa. Wewe ni mama mpumbavu. Kitu kama hicho unasubiri baba, mnaongea pamoja, fulani anataka viti, je tumpe? Baba anasema kwamba ndio tumpe, au la, hatuwezi kumpa. Kitu kama hicho. Lakini wewe unaruhusu. Jambo hili ni baya sana. Usifanye hivi. Kwa hiyo unasema kwamba sitampindua. Maana mwanamume akijua kwamba wewe una namna ya, kama unataka kumpindua, una namna ya kufanya maamuzi makubwa kama yeye, anakuchukia, na hivyo umfanya anaambaa. Unakuja kutelekezwa. Wanaume wanatelekezwa. Lakini kwa kuwa wewe unataka usitelekezwe, kwa kuwa wewe unataka muishi kwa amani,
kwa kuwa wewe unataka mwishi kwa salama, kwa kuwa wewe unataka upendwe na mume wako, basi fuata utaratibu inayokufanya mkae katika uzuri mkubwa, na hiyo ni kuishi kwa amani. Na sera yenyewe inakufundisha kwamba sitaweza kumpindua mume wangu. Hiyo ni sera. Na sera ya 4 inasema kwamba sitaingiza mwongozo wa kigeni kutoka nje. Mwingine yawezekana hata mama yako anakufundisha mambo fulani, oh mwanangu, wewe unakwenda hivi, huyo mume wako fanya hivi, huyo mume wako ni hivi. Wakati mwingine wanawake wengine wanakuambia kwamba huyo kama angekuwa mimi, yule mume wako hivi anavyokuja amechelewa, mimi nitamfungia mlango, tuone alale huko nje. Na wewe unachukua hayo na unaanza kufanyia kazi, na unajua kitakachofuata, mume wako ataanza kuleta shida kukupika. Mume wako anaweza kuamua kukufukuza. Mume wako anaweza kuamua kukususia, maana umeleta mafundisho mageni ya nje. Uwe na sera inayosema kwamba sitaingiza mwongozo wa kigeni kutoka nje kuingia nyumbani kwetu.